Ndugu Mheshimiwa Harris, tumetoka kusikiliza maoni ya Mr. Chiteko hapo. Amezungumzia kuhusiana na mfumo wa ajira. Dhidi ya mfumo wa ajira kwa kutumia usaili kwa njia ya digital. Je, tunakuja kwako sasa. Wewe unazungumziaje kuhusiana na hili swala la ajira ukilinganisha kati ya watu waliomaliza mwaka 2015 na hawa ambao wamemaliza mwaka 2023 wanaenda kukompiti kwenye chumba cha mtihani mmoja? Je, ipi athari kati ya mtu aliyemaliza muda mrefu na ambaye amemaliza hivi karibuni? Ni swali zuri kama ulivyozungumza kwamba athari zipo, kwa sababu huwezi ukalinganisha mtu aliyemaliza muda mrefu na mtu aliyemaliza juzi. Hicho ni kitu ambacho ni tofauti kabisa. Kwanza athari kwanza inamdisappoint mtu, inamdisappoint kwamba mtu ambaye amemaliza muda mrefu, umeelewa? Kwa hiyo inakuwa ni athari kubwa sana, kwa sababu athari namba 2 itakuwa ni kwenye max, kwenye kuscore max. Huyu aliyemaliza muda mrefu atascore max ambazo ni za chini ukilinganisha na yule aliyemaliza majuzi. Inakuwa ni vitu viwili ambavyo ni tofauti. Lakini ukiangalia tena mfumo wa serikali inavyotoa ajira, ukikompea na range ya umri na kipengele kinachoitwa waliomaliza juzi, ni tofauti. Kwa nini nasema ni tofauti? Kwenye masuala kama inavyolenga mitihani. Kwa sababu ukileta mitihani, aliyemaliza muda mrefu atakaa muda mrefu, atasahau. Umeelewa? Atasahau kabisa. Umeelewa? Lakini aliyemaliza juzi atakuwa na IQ, atakuwa na ule ability ya kuachieve yale maswali aliyopewa. Lakini mimi serikali ningeishauri kwamba kwenye swala la utoaji wa ajira, ukilinganisha range ya watu waliomaliza muda mrefu na waliomaliza juzi, ingeangalia pale. Yaani ingetoa ajira kulingana na na range. Kwa sababu ukiangalia kwamba kwenye utoaji wa ajira au kwenye kutuandaa sisi kama wahitimu wa chuo, wanatupea vyeti, wanatunuku vyeti kwamba sisi tumefanyaje? Sisi tumeiva. Tumeruka viunzi vingi. Kuna coursework, kuna nini? Wanatunuku vyeti kudhibitisha kwamba sisi tuko tayari kwa ajili ya kufanya kazi fulani. Lakini cha kushangaza tena, tunapakiwa muda mrefu. Na baada ya kukaa muda mrefu tunakosa soko, na mwisho wa siku unakuja huu mfumo wa nini? Mfumo wa nini? Wa interview kupitia digital. Mimi naweka kwenye mtihani. Nimeshaathiriwa na mambo mengi mtaani, shughuli za hapa na pale. Kwa hiyo huwezi ukanilinganisha na kijana aliyemaliza juzi. Lazima mimi itaniasili. Kwanza itanidisappoint. Huo ni mfumo ambao labda serikali kama ingerudi kwenye ule mfumo ule wa zamani. Kwa kuangalia vigezo kwamba huyu anafaa au hafai. Sio kama kuingiza kwenye mfumo wa digital. Mara kuanza kunifanyia usaili na yule dogo wa wapi. Mimi nilikuwa najua madude. Nimekaa muda mrefu. Labda unaniletea nini? Niletea haya maswali mengi haya. Nimesahau mtaani. Huyu jamaa ametoka juzi, lazima atanigonga, ataniweka chini. Na badala yake unatengenezea mazingira ya mimi kupoteza quality ya kuwa na ile profession. Umeelewa? Kwa hiyo inakuwa ni hivyo. Kwa professional pale mimi na lose profession. Yaani serikali kwa wakati mwingine inatuandalia sisi mazingira ya kukosa soko kuhusiana na ile kozi tulioisoma, kutokana na kutuweka mtaani muda mrefu, lakini bado inatuletea tena kibano, inatuletea kitasa kutuletea mtihani. Mimi nitascore, mimi siwezi nikascore. Kwa hiyo hapo tutasema kwamba lazima serikali iangalie kipengele kama kile. Ndugu Mr. Harris, umezungumzia vyema swala la range kati ya aliyemaliza muda mrefu na aliyemaliza hivi karibuni. Lakini kwenye mfumo wa ajira hizi zilizotoka juzi ambazo ni za hivi karibuni, kuna kwa upande wa sayansi nimeona ni kama ni most favorable sana kuliko art. Nafasi za sayansi kwa upande wa biology, chemistry, mathematics ni nyingi, ni zaidi ya 1000 ukilinganisha na hizi za hati. Mfano upande wa geography kulikuwa kuna nafasi 96 tu.
Huu mgawanyo wa masomo unaonaje au unauzungumziaje wewe kama wewe? Mimi naona ule mgawanyo kwanza ni wa kibaguzi. Bado tunarudi kule kule kwenye mfumo wa mkoloni. Ni ubaguzi. Kwa sababu unavyotoa kwamba ajira ukilinganisha na masomo ya science na arts, yaani unakuwa na discriminate. Yaani unabagua. Ina maana unafanya wanaosoma masomo haya wa give up. Waone kwamba masomo yao hayafai. Sasa ina maana kama hayafai ni heri wakayaondoa. Sasa kwa sababu unapotoa kwenye masomo ya science watu ni wengi, unaweka watu wengi, lakini huku kwenye masomo ya arts unawabagua, unawadisappoint, bado unawajaza. Kuna madogo ambao wanamaliza kwenye masomo ya arts kama Kiswahili na history na masomo mengine ya arts, bado inakuwa hayana masoko, bado unaendelea kuwapaki vijana mtaani. Ni bora kama serikali kwa masomo husika labda la masomo ya arts ikabana kibano. Yaani maanisha kibano kwa namna gani? Ikafuta kozi, ikafuta na hizo kozi kwenye masomo husika. Ili hao watu ambao umewapaki mtaani uweze kuajiri kwanza. Alafu ndo tuendelee. Kama serikali haina uwezo, bora ikabana. Ila kama ina uwezo, ilete ajira ambazo hazina ubaguzi kwa arts na kwa science. Wawe sawa. Na maana kama ukiendelea kutubagua sisi ambao tumesoma arts na sisi ambao tumesoma science, wa science tutaonekana kama ni superior kuliko nini? Kwa arts. Nini umuhimu wa kuleta masomo ya arts kama unatuletea ajira 90 na ukigawanya mgawanyo wa ajira 96 kwa mikoa yote Tanzania bara hapa, unaweza kupata kama mtu na nusu au nusu mtu, unampataje? Bado tunarudi pale pale. Tutakuwa tuangalie serikali tathmini mgawanyo wa masomo ya arts na ya science yawe na usawa. Ikiwezekana kabisa, kama hamna utaratibu, kama kuna kama masomo hayafai, unaita 90, bora mkafuta hiyo kozi ya masomo ya arts kwenye ngazi za huko vyuo, kuliko kuendelea kupaki vijana ambao hawana kazi kisa wamesoma arts afu wa science wanakuwa priority. Mimi nitazungumzia pale. Asante sana Mr. Harris. Asante.